Shukran sana kwa kuzidi kutazama KTN. Karibu katika taarifa hizi za yanayojiri katika awamu hii. Tunaingia katika mjadala wetu kuangazia masuala mbalimbali ambayo yanafungamana na mabadiliko tabia nchi. Ni mabadiliko ambayo yamesababisha hasara, madhara katika maeneo mbalimbali. Tayari tumeona mashirika kadha wa kadha yakisema kwamba kiangazi huenda kikashuhudiwa katika baadhi ya maeneo humu nchini na ukanda huu wa pembe ya Afrika, ambapo tukizungumzia pembe ya Afrika tunazungumzia Ethiopia, Somalia, Kenya na Eritrea. Ni mataifa ambayo kiangazi kimewaathiri kwa kiwango kikubwa. Taifa la Kenya limekuwa likifanya juhudi zake zenyewe. Mwezi uliopita tuliona Kenya ikijihusisha katika upanzi wa miti. Ni moja ya hatua ambazo zinawekwa ili kudhibiti makali haya ya athari za mabadiliko tabia nchi, na vile vile kuhakikisha kwamba kama taifa tunapata kiwango kinachohitajika cha mvua katika maeneo mbalimbali. Lakini juhudi hizi zinapowekwa ni juhudi ambazo ni toshelevu, zinatosha kwa jamii ama bado? Lakini tujikumbushe tu, jana na juzi katika eneo la Elgeyo Marakwet tumeweza kuona maporomoko ya ardhi yakisomba watu na kusababisha athari kubwa, nyumba zikisombwa, mauti yakishuhudiwa. Takriban watu 30 kufikia sasa wamethibitishwa kwamba wameaga dunia kutokana na maporomoko hayo ya udongo ambayo yameshuhudiwa kule maeneo ya Elgeyo Marakwet. Ni taarifa ambayo wanahabari wetu wanazidi kuifuatilia. Hii inamaanisha nini, hususan tunapoelekea katika kongamano la 30 la mataifa la kukabili mabadiliko tabia nchi? Je, ni kipi kiweze kuzungumziwa kuhakikisha kwamba janga kama haya yanaonekana bara Afrika yanaweza kudhibitiwa? Si Kenya tu, ni maeneo mengi ya Afrika ambako hali hii inaweza kushuhudiwa. Afrika inasimama na kauli moja. Je, kauli hii inaweza kufuatwa kwa kiwango gani? Tumeona wale AGN, kile kikundi ambacho ni cha wataalamu ambao wanaitetea bara la Afrika, wanaoenda katika meza kuweza kujadili masuala haya, wakililia wito wa kuzungumza kwa kauli moja. Kauli hii moja ni ipi hasa? Ni baadhi ya masuala ambao wataalamu wangu studioni watakuwa wakizungumzia, kuweza kujadili na kuweza kutafuta ufumbuzi. Kilio chao kikubwa kimekuwa pesa. Lakini pesa hizi pia nyingine zimeanza kuletwa kupitia soko la kaboni. Je, soko hili la kaboni ni suluhu la kudumu ama ni suluhu ambalo wengine wanasema chafua nitatengeneza, lakini Waafrika wanasema hapana, haifai kuwa hivyo. Sote tunafaa kudhibiti kwa haki na usawa mabadiliko tabia nchi. Karibu sana mtazamaji. Mimi nilikuwa najenga msingi tu. Ninaye Antek ambaye ni mtetezi wa masuala ya wanawake. Na vile vile niko naye Mohamed Almas ambaye ni mwanachama mshirikishi wa vijana katika bunge la Seneti Kenya, akiwakilisha kaunti ya Kilifi. Ni mkaribishe pia studioni. Asante sana. Karibuni sana. Tunajiandaa kuelekea kongamano la 30 la mabadiliko tabia nchi Belem katika wiki moja ijayo. Maana yake viongozi wa mataifa wataanza hotuba zao tarehe 6 na 7. Alafu lianze kongamano lenyewe ambalo ni la negotiators kuingia na kujadiliana na kuafikiana masuala mbalimbali. Kongamano hili la mwaka huu, nianze nawe Antek, lina umuhimu gani kwa Kenya kwanza? Asante sana Yeri. Karibu sana. Nafikiri tumeongelea sana kuhusu hizi kongamano za mabadiliko tabia nchi. Na hili ni kongamano la 30 vile ulivyosema. But si kongamano tu la 30. Ni miaka 10 tangu tuandikishe ile agreement inaitwa Paris Agreement, ambayo inaangazia maneno ambayo tunafaa kufanya kama miji na maneno ya climate change. So tutakuwa tunaangalia pia ni vipi, ni yapi tumeyafanya ili kuhakikisha hiyo agreement tumeweza kufulfill. Na mmojawapo ni kuhakikisha kuwa kila nchi imeweka mikakati yake ama imeweka mipango ama mipangilio ambayo inaweza kuzuia hii maneno ya mabadiliko tabia nchi. Nchi yetu kama Kenya tumeweza kuweka mipangilio kama zile policies. Ni mmojawapo katika miji za Afrika ambazo ziko mbele katika maneno ya kuweka mikakati za sheria. Ile sheria kubwa la mabadiliko tabia nchi tunaita Climate Change Act of 2016. But sio tu, najua serikali pia imeweka mikakati kama zile mpangilio, ile action plan ya miaka 5
Sasa tumeingia katika kuandikisha ile sheria ambayo inaitwa NDC, Nationally Determined Contribution, ambayo inaangazia ni kiwango kipi ambacho kila mji inapunguza katika hiyo mabadiliko ya tabia nchi. So tumeweza kuweka mikakati, lakini sasa tunafaa kuingia katika the next level ya hayo maneno ya mabadiliko nchi, tabia nchi. Hapo ndipo tutakuwa tukiangazia sasa hivi awamu hiyo nyingine. Almasi, kwako wewe kongamano la Belem linamaanisha nini kama kijana kwako? Manake yamefanyika makongamano mengi tu, lakini kwa kijana Belem ina umuhimu gani kwake? Naam, asante sana Eri, na nashukuru kwa fursa hii. Naam, kongamano hili lina umuhimu sana kwa vijana wa Kenya na hata wa Afrika. Ukiangalia hasa Kenya, vijana tumekuwa tukiwa na kongamano ndogo katika kila jimbo kupitia Local Conference of Youth, ambapo tumeweza kuwa tukijadiliana kama vijana na tumeweza kuwa tukichukua sauti za vijana kuhusu ni matakwa gani ambayo wako nayo, ambayo yanafaa kupelekwa katika COP30. Na kabla COP30 ianze, kutakuwa na Conference of Youth, ambapo yale matakwa yote ambayo yametoka kutoka katika kila nchi zitakuja pale katika hiyo Conference of Youth, ili kuweza kuwa na sauti moja, kuweza kuisawazisha, ndio itakapo sasa wasilishwa kwa marais tutakapoanza COP30. Na ni muhimu sana kwa sababu ukiangalia kama Afrika, tumekuwa na, sasa itakuwa ni mara pili. Wakati wa Africa Climate Summit tuliweza kuwa na Africa Youth Climate Assembly, ambao ilikuwa ni mkutano wa pili wa vijana, kongamano ambalo liliweza pia kukuja na usemo wako ama tamko lake ambalo pia ni muhimu liweze kusikizwa pale katika kongamano hili. Kwa hivyo vijana wametayarisha masuala ambayo wanataka kuwasilisha kule. Kwa hivyo kongamano hili litakuwa jukwaa zuri sana kwa vijana kuweza kuwasilisha matokeo. Tuanzieni hapo kwenye matamko, manake najua yeye kama mwanadada wanayo matamko yao. Juzi tu wamemaliza kopi yao ya akina mama, ama niite ya akina dada. Kufanya kopi yenu ya akina dada alafu tuelekee kopi hii ya kimataifa, ina umuhimu gani na ni vipi tunazifungamanisha zote mbili teka? Mwanzo tulikuwa na kongamano la kina mama kwa sababu ya kopi yetu tunaita feminist COP, ambapo tulisema si kila mtu ataweza kufika Belem. Si wamama wote wanaweza fika Belem. Wacha sisi tulete wamama katika bara Afrika, tusikie ni nini wanataka katika hizi negotiations za COP. So tuliona kuwa wakati mwingi kina mama hawaweki katika kipaumbele katika maneno ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mfano, kila mwaka utapata kuwa wanawake chini ya 30% ndio wanaoenda COP. Kama ile COP ya Dubai tulikuwa tuna wamama 34%. So mwanzo ni ile representation. Kumaanisha kama hatuko kwenye meza pia maneno yetu hayawezi shughulikiwa. Kabla uende mbali, Antekia 34% ni wale mnatengeneza mikutano yenu ya pembeni ama muko katika meza ya majadiliano ya negotiations? Kuna aina mbili ya wamama ambao wanakuwa hapo. Kuna wale kama sisi ambao tunaenda kama wanaharakati, ambapo tunaenda tu kujadiliana, kuonyesha makazi ambayo tunafanya. Na kuna wale ambao unajua most of the negotiations zinafanywa na miji, mataifa. So wale head of delegation sana utapata kuwa wamama wako less than 20%. Sasa ukijumuisha na sisi wengine tunakuja 34%. Ndio maana sasa tunasema lazima kwanza tuwakilishwe katika COP. Ya pili ni kuwa kama hatuko kwa hizo negotiations, kumaanisha kama hatuko kwa hizo negotiation maneno yetu hayawezi kushughulikiwa, kumaanisha kuwa wamama watazidi kuumia katika maneno ya mabadiliko ya tabia nchi. Mwanzo utapata kuwa kukiwa na kiangazi, kukiwa na mafuriko, kukiwa na janga lote, utapata kuwa ni kina mama ndio wanaoumia zaidi, kwa sababu hawa ndio wanafaa kutunza watoto ama wale wagonjwa nyumbani. Wamama ndio wanaenda kutafuta chakula, kutafuta maji.
tuko na research ambayo inasema katika Sub-Saharan Africa wamama wanatumia 40 billion hours kila mwaka kwenda kutafuta maji. So unaweza imagine wakati gani tuna waste badala ya kufanya kazi ya kutuletea fedha nyumbani. Muda huu ambao ni takriban saa 40 bilioni tungeweza kubadilisha, tungefuata faida gani? Makubwa, kwa sababu utapata kuwa wamama wangekuwa kwenye mashamba wakilima, ama wangekuwa kwenye biashara wakitafuta fedha, ama wangekuwa wanatunza hata watoto nyumbani, ama kufanya kitu ambazo inaweza badilisha maisha nyumbani. Na si hayo tu, utapata kuwa wakati wa kiangaza wasichana pia wanaacha shule ili kusaidia kina mama nyumbani. Utapata wakati mwingi wanaume wanatoka wakienda kutafuta maisha mbadala mbali ama vijiji, wakiacha kina mama nyumbani. So unapata kuwa wasichana pia wanaacha shule ili kusaidia kina mama nyumbani. Almasi amezungumzia kina mama pakubwa kwa sababu ni mtetezi wa wanawake na watoto wa kike. Naam. Kwako wewe kama mtetezi wa vijana, nafasi ya vijana iko wapi? Kule SES2 nilikuwa na kijana mmoja akilalamika kwamba bado vijana hawajapata nafasi ya kwenda kuhutubu katika haya makongamano, kuja mbele kuzungumzia viongozi na hawa watetezi wa Afrika. Bado na wakipewa ni nafasi finyu, na labda wanapewa kuzungumzia swala ambalo halina uzito wowote. Naam, nikisema kuwa hatuna nafasi kabisa nitakuwa nimedanganya. Ndio kweli. Kwa sababu juhudi zimekuwa zikionekana. Kwa mfano kama katika COP30 presidency hakukuwa na mwakilishi wa vijana wakati wa awali. Jambo hilo limekuwa likisisitizwa na najua litazingatiwa. Alafu pia vijana unapata pia katika lile jambo la kutaka kuletewa kila kitu. Nanielewa? Kwa sababu ili uweze kuwa katika mikutano hii, uweze kuwa kufanya haya mambo ya kidiplomasia na uongozi ya tabia, mabadiliko ya tabia nchi, lazima uwe uko na ujuzi. Sio? So na kuna programs ambazo zinaendelea. Kwa mfano kama kuna program chini ya Agnes ambayo ina train vijana kuhusu climate governance, diplomacy and leadership, na pia kuna program serikali ambayo inakuja nayo kuweza kuwezesha vijana waweze kuelewa kuhusu climate governance. Ndio kijana akiweza kupelekwa katika kongamano kama zile awe akona huo ujuzi wa kuweza kuwasilisha mambo yale. Kwa hivyo ni jambo tutaendelea kusisitiza. Bado hatujafikia pale tutakaposema kuwa vijana wako na uwakilishi kamilifu, lakini angalau kupitia hizi kongamano kama nilipokuambia Local Conference of Youth, alafu kuna hiyo Conference of Youth ambapo kuna wawakilishi wa vijana ambao wataenda kuwasilisha ile tamko la Conference of Youth kwa marais. Limetekelezwa kwa kiwango gani? Manake Local Conference of Youth haijafanyika kwa mara ya kwanza Afrika ama Kenya. Pia tukiangalia lile kongamano la vijana ambalo hufanyika awali kabla ya kongamano lenyewe la kufanyika, yamekuwa yakifanyika katika mataifa yote haya. Nimeona likifanyika Sharm el-Sheikh, nimeliona likifanyika Dubai, na nimeliona likifanyika kule Baku. Belem pia itakuwa inajiandaa kufanya kongamano hili. Je, yanayozungumzwa na vijana yanaafikiwa ama ni kuenda tu vijana kuzungumza alafu shauri zenu? Mengi bado hayajafikiwa, na nikipatana mfano kama hapa Kenya tunaendelea kuhakiki, manake ukiangalia miradi ya mabadiliko ya tabia nchi ndio yanaendelea kuongezeka. Kwa mfano ukiangalia kama kwa financing locally led climate action, kuna jambo limetokeza katika vijana ambalo tulisikia. Walisema ya kwamba easy investment projects, hizi tenders zinapatianwa, hazipatiwi vijana, makampuni ambayo yanaendeshwa na vijana. Na ukiangalia ili kijana aweze kupata hizi tenda, lazima kitu cha kwanza ziwe tenda hizi zimewekwa katika AGPO, Access to Government Procurement Opportunities. Jambo ambalo halijakuwa likifanyika, tunasisitiza liweze kuwekwa, na pia tunasisitiza baraza la magavana waweze kusukuma magavana wenzao ili katika zile sheria funding regulations za County Climate Change Act waweze kusema kwamba labda 30% ya miradi hii itekelezwe na makampuni ambayo yanakuwa owned na vijana, ndio iweze vijana wao kuwa actively engaged katika climate implementation. Kwa hivyo tunazidi kuhakiki
polepole tukiangalia ni wapi kuna miaya, na kama wakilishi wa vijana tunaendelea kuzungumza na viongozi ili jambo hilo liweze kurekebishwa. Naam. Asante sana. Huyu ni Mohamed Almas ambaye ni mwanachama wa Youth Senate Kenya, akiwa anawakilisha Youth Senate kutoka kaunti ya Kilifi, na vile vile niko naye Antek, mtetezi wa masuala ya wanawake. Nataka nipate pumziko fupi. Nikirudi takuja kuingilia ndani zaidi sasa kwenye moja baada ya jambo. Je, tukizungumzia mabadiliko ya haki, ni mabadiliko yapi na vipi yataweza kulipwa? Tukizungumzia trilioni 1.2 bilioni ambazo dola ambazo zinafaa kulipwa, zitalipwaje? Kwa nini hazijakuwa zikilipwa? Kizingiti ni kipi? Wacha tupate tama la maji. Bila shaka karibu katika sehemu ya tatu ya mazungumzo haya, ambapo nitakuwa namhusisha Eda Kapkea ambaye ni mwanachama pia wa Youth Senate akiwakilisha Elgeyo Marakwet, ambapo katika siku za hivi majuzi tumeona hali ilivyotokea kule, kadhia ambayo imekuwa kule, takriban watu 30 wakiaga dunia. Tutayazungumzia hayo, yanahusika vipi na vipi ufadhili wa loss and damage katika kongamano hili ambalo bado haijaanza kutekelezwa kikamilifu. Itakuwa inaenda kusaidia jamii kama hizi ambazo zimekuwa zikiathirika, lakini wamezungumzia vijana, wanawake. Nataka nisikie pia kutoka katika jamii asili ambazo pia ni zile huwa zinaathirika na mabadiliko tabia nchi. Tunapoelekea katika kongamano la COP30 ambalo linaanza Jumatatu wiki ijayo, kwa jamii zenu za asili kama hizi za Marakwet, Pokot, kongamano hili lina umuhimu gani kwenu? Kongamano hili lina muhimu kwa sababu hata sisi kama watu wenye tunatoka nyumbani huko ndani kwa communities, we are able to air our views. Tunaweza wakilisha mambo yenye tunapitia kwa hii climate change issues, na pia tunaweza voice our troubles kama hiyo yenye inafanyika saa hizi, na tunaweza ongelelea na tunakuwa part of it to create policies that will include the people of Elgeyo Marakwet, aswa kwa mambo kama hii yenye tunaona saa hii. Tunakuwa included hata kwa funding, so that whatever kile tunaenda kufanya inahusisha watu wetu yoyote ile, hata kwa projects, kwa kila kitu, ili tuweze kukua voiced na kutembea pamoja kusuluhisha hii mambo ya climate change. Unadhani sisi binadamu tumechangia kwa kiwango gani? Sisi binadamu, as much as climate change tunasema saa ingine ni natural, kama ile yenye sisi tunapitia saa hizi Elgeyo Marakwet, hiyo ni ya natural aspect ya mvua, juu tunakuanga na mvua mingi, lakini sisi binadamu tunachangia kwa kulima kwa hizi slopes na kutopanda miti na kutotaka kuichunga sana. Tunaweka hiyo mahali kwa escarpment, inakuwa very vulnerable. Sa mvua kubwa ikija inapita kunakuwa na mudslide, inapita na hiyo mchanga ya juu, kwa sababu tumefanya hiyo mahali imekuwa very vulnerable. Ndio maana tukiwa na mvua hatuna njia haswa ya kujilinda kwa nini ya climate change. Antek, wanawake umewasifu, lakini wanawake pia wana changamoto ambazo wanachangia na athari wanazochangia. Hawa wanawake unawatetea wewe, unadhani pia wamechangia kwa kiwango gani? Wengine bado ni mafundi, na wakikata vitambaa kama hiki kizuri ulichovaa hawakitupi vile kinavyostahili. Kinatupwa katika majaa ambayo mengine yanasababisha mafuriko. Bila kumtaja tu mwanamke, binadamu kwa jumla, tumechangia kwa kiwango gani mabadiliko tabia nchi? Asante Yeri, na vile Eda amesema kuna aina mbili ya kuchangia mabadiliko tabia nchi. Moja ni zile natural, kama imetokezea tu kwa sababu vile dunia imeumbwa itatokelezea. Lakini pia kama wanadamu tumechangia kwa kiwango kikubwa sana. Mwanzo ni kulima, vile amesema, kulima ambapo mahali hapafai kulimwa, kama slope ama pali watu wanafaa kuweka miti. Ya pili ni kukata miti, na hiyo sana inafanyika hapa Kenya. Unapata watu wamekata miti, hatuna miti. Kukiwa na mvua mkubwa, hakuna kitu inaweza zuia miti.
Ya tatu ni pia machafuzi ya mazingira, kutupa taka. Unapata kuwa hizi taka tumetupa sana kwa miji kubwa kubwa. Hizi takataka ambazo tumeweza kuzitupa haziweki mahali inafaa kukua. Unapata kuwa hizo takataka zimefunga mitaro ya maji. Alafu kukiwa na mvua kubwa hii maji ina flood. Ama kunakuwa na flooding sana kwa miji kubwa kubwa. Mchango nyingine ni kama vile hizi industry kubwa ambazo wanatengeneza coal ama hizi industry kubwa ambao wanatoa ile greenhouse gas emission ambayo inaenda juu kwa hewa, inaleta mabadiliko tabia nchi. So pia sisi tumechangia kwa kiwango kikubwa kwa maneno ya mabadiliko tabia nchi. Bila shaka umezungumzia ukataji wa miti. Wiki jana Rais William Ruto ameondoa marufuku ya ukataji wa miti, licha ya kwamba ameweka vigezo kadha wa kadha. Naona Almasu nataka kulichangamkia hili. Alichangamkia alafu nitarudi kwake Antek. Rais akiondoa marufuku hii ya ukataji wa miti. Na tayari huku tunasema tunataka kufikia miti bilioni 10 kufikia 2032. Hii hesabu iko vipi? Sielewi kimimi. Kusema kweli ni hesabu ya kutatanisha. Manake ukiangalia pale ambapo anasema kuwa tunaweza kata miti kwa sababu tunahitaji furniture and all that, ni sehemu ambayo ndio tuseme kama kitovu cha nchi yetu, sehemu ambayo tunatoa maji, sehemu ambayo ndio inalisha mito mingi. Kwa hivyo ni jambo ambalo linatatanisha. Ndio tuko na uhitaji wa furniture, tuko na uhitaji wa mambo mengi ambayo inahitajika kutumia mbao. Lakini mikakati hii ambayo inawekwa tunapokuwa tukikata hii miti, je, ni mikakati endelevu ama itakuwa ni uanzilishi wa tabia mpya ya wanajamii zaidi kuingia katika msitu ile na kufanya kila jambo analotaka? Mtu mwanabiashara anayetaka kufanya development, mwanajamii ambaye anataka kufanya farming. Kwa hivyo kunafaa kuwa na majadiliano mengi, majadiliano kwa kina, ili waweze kujua na tuweze kujua pamoja na jamii ni vipi tutaweza kukabiliana na kama kweli tutakata miti, je, tumeka mikakati gani ya kuweza kuzuia uharibifu zaidi. Naam. Ningeweza kuongezea Bila hapo. shaka ndio. Katika mwaka wa 2018 kulikuwa na ile task force ya forest ambapo ili banning ya forest ilifanywa, ama inaitwa logging ban. Ilikuwa chini ya Uhuru Kenyatta na Keriako Tobiko. Wakati huo na mimi nilikaa katika hiyo task force. Mimi ni mwanaforestia. Na changamoto kubwa ilikuwa kukata hizi miti bila mpangilio vile wenzangu wamesema. Na wakati huo tuliweka mikakati. Tuko na report kutoka hiyo task force. Tulisema lazima hii mpangilio ifanywe hivi kabla ya miti zikatwe. So kisayansi miti inafaa, kuna miti za kuzuia mazingira ama zile indigenous trees ambazo hizo zinafaa kuzuia watershed ama pali kuna chemichemi ya maji. Alafu kuna aina nyingine ya miti ambayo inapandwa ndio itoe timba, mbao. So hata serikali iko na mpango, inakuanga na imepanga kuwa tunapanda hizi miti ndio tuweze kuzikata, kuzivuna wakati. Na pia mti uko na miaka yake. Ukipitisha mti miaka 10 ama kama miaka zake ni 10 ama 20, hiyo mti unaoza. So tuangalie katika aina mbili, ni miti gani inakatwa. Kama ni zile ambazo zilipangiwa kukatwa, basi ile mpangilio inafaa kufuatilia. Lakini zile miti ambazo zinaza conservation ndio hazifai kukatwa. Kama kwetu kule naona kampuni moja inaitwa Komaza ambayo inapanda miti na baadaye inakatwa kwa ajili ya kuweka vigingi vya ua, masuala kama hayo. Lakini tamko la Rais Eda kwamba tukate miti iliyokomaa, taifa letu la Kenya tunalijua vizuri. Kuna wafanyabiashara walafi, ile mtu uliokomaa haujakomaa yote itajipata tu kwenye msumeno. Hapa ndio sasa naona the government inafaa kuja na sheria yenye ina strict laws yenye ina define gani za kukatwa na gani zisizokatwa, na hii sheria ikuwe taken
strictly to the books, yani isikuwe tu imewekwa tu hapo kama pambo. Kuna kitu ikuwe ukipatikana ukifanya mambo kama hiyo unashikwa, ili ndio tuweze kulimit hiyo kukatakata miti ovyo ovyo. Kama sisi kwetu palitotoka pia kuna hiyo Kaptagat Forest naweza sema. Kuna hapo mahali kuna wale sawmillers, alafu kuna sasa kama community wamekuja into agreement au ndio watakuwa wakipanda, na wao wamepatiwa a portion of their land yenye wanapanda miti na bado wanakubaliwa kulima. Unaona, mkiingiana kwa hiyo uhusiano wenye wale wanakubaliwa kufanya yao, lakini bado wanakubaliana na wakulima, na hakuna hiyo kukatakata ovyo ovyo hadi hiyo mti ikue kubwa. Na pia vile madam amesema hapa, kukue pia na hiyo sheria ya indigenous, ku-identify indigenous na ile exotic, ile yenye inapandwa kwa sababu ya kukatwa, na ile kabisa haipandwi yenye haifai kuguzwa. Sasa tukiendelea kwa hii mambo ya conservation, tukienda na hiyo njia ya indigenous, hiyo ina lead into this conservation, inakuwa fulfilling. Lakini tukisema tunapanda leo ni siku ya kupanda miti na kile tunaenda kupanda ni hiyo ya kwenye itakuja kukatwa siku 10 after miaka 10, unaona hapo tunapotea, kuna kitu tunafanya. Kama ni conservation ikuwe strictly indigenous trees, alafu kama ni siku ya kupanda hawa sawmillers na hawa makampuni wenye wanavuna miti, wanakata miti, sasa wao wapande exotic juu wanajua wanapanda ya kuvuniwa. Anteko umesema ni mwana mazingira, msomi wa masuala ya misitu, lakini unadhani tunapoenda kupanda miti tunaelewa hata tunapanda miti gani? Maana yake kila mtu utapata tu amepewa avocado enda upande. Ndio maana Eda amesema kuna aina nyingi ya miti. Kuna zile miti za matunda ambazo tunafaa kupanda nyumbani ama kwa mashamba zetu. Kuna zile miti za kienyeji ambayo hasa zinachukua muda mrefu kukua, lakini zinazuia ama zinakuwa nzuri katika chemichemi ya maji. Pia kuna zile maji ambazo miti ambazo ni za kiasili ama kisasa, ama kama zile blue gum ambazo hatufai kupanda karibu na maji. Tunafaa kupanda mbali na chemichemi ya maji. Na ndio maana ni vizuri kuelimisha watu kuwa ukiwa na miti, ni miti gani unapanda wapi. Si miti yote inapandwa katika chemichemi ya maji. Ile miti ambayo unataka kukata mbao nayo unapanda mbali na chemichemi ya maji. So tunaambia watu pia usitegemee tu serikali ikupandie miti, panda miti yako pia ndio uweze kutumia hiyo miti kwa mahitaji zako mwenyewe. Hii miti inazungumzwa kwa wingi. Nataka nikuregeshe Kilifi kwanza. Kwa mfano kama ule niliotoa wa kampuni moja ambayo inafanya hivyo na kukata miti kwa ajili ya kuuza. Ipo Ganze, ipo pia katika maeneo ya kama unaingia mjini Kilifi katika eneo la Shariani, katika eneo hilo. Miti kama hii mingine bado inalaumiwa kwamba kampuni hizi zinapanda miti ambayo inanyonya maji, water aquifers, zile hifadhi za maji katika ardhi, na baadaye pia wanakuja kuikata. Kwa hivyo wanaacha eneo lile likiwa bado na kiangazi. Jamii hizi zinazohusika katika kulinda ama maeneo yao kupanda miti hii, inafahamu ni miti gani inapandwa kwao, ama kwa sababu wameuza shamba ni hivyo tu? Tuseme iliwachukua muda kujua athari za miti ile, kwa sababu sasa hivi ukisikia kuna malalamishi mengi kutoka kwa jamii ya kwamba miti hii inanyonya maji na inadhuru hata upandaji wa chakula. Kwa hivyo ni serikali inafaa kuwadhibiti. Tunapozungumza miti ambayo inaweza kutupatia mbao, tufanye utafiti ni miti gani ambayo inaweza tupatia mbao ndio, lakini haihitaji kunywa maji mengi. Kwa sababu ukiangalia kama uko katika msitu wa Mau ambapo tumesema tuko na chemichemi ambayo inalisha mito mingi hapa Kenya, inamaanisha basi pale kuna hatari kubwa ikiwa tutaweza kupanda miti ya kutoa mbao kama mkalatusi. Naam. Kwa hivyo ni utafiti ufanyike kwa zaidi so that tupate miti ambayo kweli inaweza toa mbao na ambayo hayanywi maji. Kama vile tunavyosema tunahitaji drought resistant crops, pia kuna utafiti unaweza fanyika katika sekta hiyo, ndo tuwe na miti ambayo inatufaidi, sio kuleta madhara mengine inapotufaidi katika njia moja huku inatuletea madhara kwa njia nyingine. Naam. Tunapoelekea COP kuna wito wa masuala mengi sana, na yote ni masuala ya kifedha. Mataifa ya kusini na kaskazini yakishindana kuhusiana na fedha, utanilipa haunilipi. Eda,
ni lipi la dharura lafaa kushughulikiwa sasa hivi katika kongamano la Belem? So tunafaa kulipwa kama sisi Global South, lakini pia kwa hiyo yote tukiitisha hiyo yote tunafaa pia sisi kuonyesha ni nini haswa tunachangia kwa hii mambo ya climate change. Pia sisi tunafaa kuwa na solutions zetu sisi wenyewe, na pia kwa hiyo harakati ya kuitisha haki yetu na hiyo yote tunafaa pia kuongelelea haki ya communities wale wako nyumbani. Hizi pesa zikikuja na hizi projects zikikuja, zote zinafaa kuangalia ni nini haswa communities zinahitaji, ni nini wanaleta kwa meza, na ni nini pia rights zao zinaangaliwa aje. Yeah. Naam. Kipi cha kwanza? Kipi tunachokihitaji? Manake umesema mmekongamana Mozambique, mmekongamana Addis Ababa. Sasa hivi mnayo tayari tamko lenu, lakini katika tamko lipi la kwanza ambalo mnataka lishughulikiwe na kongamano hili la COP30? Yeri, ukifuatilia hii maneno ya mazungumzo katika hizi COPs, utapata kuwa kila kitu inazungukia fedha. Ndio. Kama last year tulikuwa tumeambia wale miji mikubwa wale wa polluters, wachafuzi. Unapata kuwa sisi kama Waafrika machafuzi zetu ni less than 4%. Na wenyewe wamechafua 80%. So hizo miji katika ile sheria ya Paris inasema inafaa kulipia wale ambao hawajachafua ili waweze kujizuia. Lakini wakati mwingi ukienda COP unapata kuwa hawajitolei kutoa hiyo pesa, ama wakitoa hizo fedha hazitoshi. Mfano kama last year tulikuwa tunasema tunatoa 1.3 trillion US dollars kama wana Afrika, lakini wenyewe walitoa bilioni 300 US dollars. Ukiangalia katika wale watafiti ambao wamefanya hesabu, wanasema kuwa sisi wa Afrika tunahitaji 30 billion US dollars ili kuweza at the moment tunapata tu 30 billion peke yake yenye tumeweza US dollars mpaka wakati huu, lakini sisi tunahitaji 2.8 trillion dollars kutoka 2020 mpaka 2030 ndio tuweze kuimplement zile NDC. Sisi tulisema tumeandikishiana kuwa sisi tutachangia katika kuzuia haya maradhi. Lakini sasa tumeweza tu kupata 30 billion peke yake. Na kwa hizo utapata kuwa kwanza, wacha hata nikupe kama kina mama katika Sub-Saharan Africa tunapata less than 2%. Afrika peke yake tunapata 1% kwa ile 30 billion yenye tunaongelea. So sisi ni kwenda kusukuma tuone pia ni yapi ambayo wanaweza toa. Wakati huu tunasema si kutoa tu. Mtoe, mtuambie na timelines by when, reliability na accessibility. Vile Eda amesema wale communities wanawezaje pata fedha ili ziwafikie huko katika mashinani. La pili ni kuwa kama wakina mama tunataka kutengewa fedha zetu, kukuwe na Women Climate Fund ndio tuweze hata sisi kupata hizo fedha kwa urahisi. Vijana nao nini mnataka? Maanake Elkoi mumeketi, mumekaa koi zote hizo mkitafuta yenu. Fedha zipi za haraka kwa sasa hivi? Maanake majanga ndio haya, kiangazi kinatarajiwa katika siku zijazo. Afrika inataka pesa gani haswa? Inataka adaptation fund au inataka loss and damage fund? Ipi tekelezwe saa hii wakati huu? Kusema kweli tunaendelea kuhitaji adaptation fund kwa sababu ukiangalia nchi zimekuwa zikiweka pledges, wanasema tutakuwa tukiwekeza pesa fulani ikifikia wakati fulani, lakini unapata labda 30% ya zile pesa ndio zimeweza kuwekezwa. Kwa hivyo jambo la kwanza kwa adaptation fund, kwanza hapo bado hatujasuluhisha lolote, na pia tunapoingia katika loss and damage fund pia tunahitaji kwa wingi, kwa sababu tunahitaji kuweza kuwezesha jamii kuweza kujitayarisha, ndo majanga kama haya yakiweza kutokea athari zake zinaweza kuwa zimepungua kwa chini. Halafu mfumo wa huu pesa tumechoka na madeni. Madeni haya yanatunyonga sana. Mikopo tunaopewa Afrika. Mikopo tunaopewa Afrika hasa katika hii miradi ya mabadiliko ya tabia nchi.
Mikopo hii inazidi kutuzamisha katika madeni, tunazidi kuwa na shida kama nchi kuweza kuwekeza katika kulipa madeni na riba, na tunaweza kupunguza kuweka katika masuala ya kuweza kuhudumia wanajamii. Kwa hivyo matatizo yanaendelea kuongezeka. Kwa hivyo katika masuala ya madeni pia tuweze kuyapunguza. Alafu jambo lingine pia tunalitilia kwa maanani zaidi ni just transition. Ndio kuna uvumbuzi umekuja, kuna miradi mizuri ambayo inayokuja, lakini ikija hii miradi inapokuwa ikifanywa isiwe miradi ambayo inatengeza jambo moja na kuharibu jambo lingine. Just transition iwe iweze kutengeneza kazi, sio kuharibu kazi za wanajamii. Iwe wanajamii wako na uwezo wa sauti ya kuamua katika njia za kiasili. Hivi ndo tutataka kufanya miradi hii, sio vile ambavyo wafadhili wanavyotaka wao. Kwa hivyo kunafaa kuwa na hiyo inclusive voice. Naam. Eda, kwenye hii mpito wa haki just transition kuna kipengee muhimu kinajitokeza cha just energy transition. Mpito wa kawi ambao ni wa haki. Unapotoka Elgeyo Marakwet kumwambia sasa hivi mkazi wa Elgeyo Marakwet asitumie kuni, asubiri mkaa ule ambao umetengenezwa kutoka kwa briquettes ambazo kumfikia bado teknolojia hiyo haijafika. Haudhani wito huu ni wito ambao tunanyosha mkono kufikia kitu kilichoko mbali zaidi? Hiyo itakuwa kwa prepare, kuandaa ili ikiweza kufika itakuwa rahisi wao kuadapt to this new way. Sasa hizi hiyo kutumia kuni tunajua iko na madhara yake ukweli, hata kwa misitu na hata kwa health yetu sisi wenyewe, hata mostly wanawake na vijana juu wao ndo wanafanyanga kazi mingi na mambo na jikoni. Sasa hii ni kama kuandaa, kuelezea hiyo just transition ni kama kuandaa hii inakuja na hii itakusaidia na hii ita reduce wewe kwenda kutafuta kuni na itakuletea a good health, itakusustain for a long time pia. Hii ni kuambia, ni kama kuandaa wakuwe ready for it to come. Kwa nyinyi wanawake, just transition pia mmeizungumzia pakubwa sana, lakini mna vipengee vingi sana. Mnataka mpito wa haki wa kujumuishwa kwenye mazungumzo, mnataka mpito wa haki wa kuwekwa katika masuala ya kawi safi ambayo itahakikisha mwanamke nyumbani anakuwa salama, anaondokea magonjwa haya ya mapafu. Mpito wa haki ya just transition kwa mwanamke wa Afrika ni upi haswa? Ni vile tumesema kujulishwa hiyo information kuhusu hiyo just transition. Kuna ile fairness, kukiwa na just transition kukuwe na level playground, na pia kwa wakati wa just transition kukuwe na zile fedha pia ya kusaidia kumove for just transition. But kubwa ni ile unapata kuwa kukiwa na just transition katika sekta zote, kama ni energy, kama ni agriculture ama critical minerals, unapata kuwa watu wengi wanapoteza kazi, hasa wafanyakazi. Wafanyakazi kina mama. Sasa tunataka kuwa wakati ukifika kina mama wanauzishwa ili wasiweze kupoteza makazi zao ama jinsi yao ya kujikimu. Yeah. Na pia tumezungumzia katika masuala haya, kumekuwa na hili swala la fedha za hasara na madhara, loss and damage, ambazo hasara tumezishuhudia. Elgeyo Marakwet saizi ni moja ya eneo hai ama ambalo tunaona hasara inaoshuhudiwa pale. Nitafika kwake kwa Eda tueleze. Hasara na madhara tuliona juu bado wanavutana, wanataka kuiweka chini ya Santiago Network, wanataka kuhakikisha kwamba inatengezwa hazina yake ya kivyake, wengine wanasema iwekwe chini ya Benki ya Dunia. Hii ni hazina ambayo ni ya dharura kama sasa hivi. Udharura wake tunapoelekea Belem ni upi na fedha hizi ziwafikie wananchi? Kumbuka tushaweka mikakati, tuko na framework already ya loss and damage vile wamesema. Already tuko na administrator. Mwanzo walikuwa wamekataa, wakasema ni World Bank ndio wanafaa ku administer. Lakini tunasema hapana, wape organization yenye inaweza peana hii pesa kwa urahisi. Pia walikuwa wamesema kuwa tulikuwa tumepangilia kuwa hii Santiago Network ikuwe na headquarters Nairobi. Wakapeleka kwingine. Sasa tukienda COP tunasema kuwa kuna ile framework ya funding ya loss and damage.
No, tukiongelea sahii tunaongelea juu ya 700 pledge ambayo iliwekwa Dubai. Hiyo tu ndio bado tuko nayo saizi. Hatuna fedha mingi ambayo imeongezwa kwa ile loss and damage. So changamoto sasa ni kuhakikisha kuwa ile fedha inaweza ku-operationalize na kuongezwa ili madhara ambayo zimefanyika kama hapa Elgeyo Marakwet tuweze kurespond kama wananchi. Naam. Kwako wewe, loss and damage tufanye nini? Manake linatuathiri sisi sote. Sasa hivi bahari zinapofurika katika ukanda wa pwani, samaki wamepotea. Tutawakidhi vipi hawa wavuvi katika eneo hili la pwani na eneo la Ziwa Victoria na Turkana? Kwanza nitasema ikikuja kwa loss and damage, tumaini langu ni kuwa haitakuwa ni ahadi tu kama zile funds zingine ambazo zimekuwa zikidiskasiwa. Lakini mbali na hayo lazima tujipange kama taifa kutafuta mbinu mbadala. Kwa mfano kama kuna miradi inaendelea kule pwani, unajua mabadiliko ya tabia nchi pia imeathiri kiwango cha samaki ambapo wavuvi wetu wanapata. So utapata kuna miradi ya kuleta mbinu mbadala, unapata mvuvi labda anapatiwa mtaji aweze kuweka mradi labda wa kufuga kuku, ama labda kufanya ukulima wa mboga, ama labda kufanya ukulima wa asali, mambo kama hayo. Kwa hivyo kama taifa ni vizuri tujiandae na tuweze kuweza kuwawezesha wanajamii ili wanapopatikana na athari kama hizo kuwa kuna mbinu ambazo wanaweza kuweza kujikimu nazo. Naam. Lakini pia tuendelee kupitia uongozi wetu, kupitia representation African Group of Negotiators, tuendelee kusukuma kwamba mambo haya yasiishie kuwa tu ahadi. Naam. Eda, ningependa uchukue na mfano wa kwenu nyumbani. Leo hii mnazihitaji hizi pesa kwa haraka gani? Tunazihitaji kwa haraka sana. Na yangu ni kuunga mkono kenye wamesema. Hata pia sisi kama nchi na pia kama wacha ni bring it down to the county government. Pia sisi tunafaa kuwa tumejiandaa kwa mambo kama hii. Hii si mara ya kwanza mambo kama hiyo landslide kufanyika Elgeyo Marakwet. Tangu mimi kuzaliwa naweza sema nimeiona mara 3. Ilikuwa 2010 to 2022 na hivi sasa tungekuwa tumejipanga kama nchi na pia kama county na pia kama Afrika, because tumeona si Elgeyo Marakwet peke yake imefanyika, pia Uganda, the next country kumekuwa na landslide the same time na yetu. Tukijiandaa Dar es Salaam pia. Hata Dar es Salaam. Unaona hii ni mambo si peke yetu. Sasa tunahitaji hii pesa, na hata tukingojea negotiation, tukingojea COP30 hii imefanyika hivi sasa, tungekuwa na suluhisho kama inchi na kama county government ya sahi tukingojea kwenda kupeana views zetu kwa COP30, tungekuwa tumesaidia watu wetu hivi sasa. Tumeshajua kuwatoa kwa shida kama hiyo, kuwasaidia kuevacuate, kuwasaidia na pahali pa kukaa na chakula, lakini sasa bado tunang'ang'ana tusaidieni. Ingekuwa imeshavuta hiyo nini ya kutaka kusaidiwa kama county, kama nchi. Asante sana. Ni Eda Kipkea ambaye ni mwanaharakati. Nataka nipate pumziko fupi, nikirudi pia tutakuja kuelekea bungeni kwenda kusikiza Wizara ya Elimu, Hazina ya Kitaifa na Baraza la Vyuo Vikuu ambavyo wako bungeni kujadili mgomo wa wahadhiri ambao umeingia takriban siku 35 sasa hivi, wakiwa wamesema hawatarudi shuleni hadi bilioni 7.9 zilipwe ndio warudi darasani. Tupate pumziko hilo. Bila shaka 31 dakika zimekatika baada ya saa 6 dhuhuri. Karibu katika sehemu ya 4 na ya mwisho ya taarifa za yanayojiri. Kabla ya kurudi kwenye mjadala, nataka tuelekee katika majengo ya bunge ambapo Wizara ya Elimu, Hazina ya Kitaifa, Baraza la Makamu Wakuu wa Vyuo Vikuu na wawakilishi wa wafanyikazi wa vyuo vikuu wamejitokeza mbele ya Kamati ya Elimu ya Kitaifa kujadili mgomo unaoendelea. Mvutano huo unatokana na serikali kushindwa kutekeleza ipasavyo makubaliano ya pamoja ya kazi ya mwaka 2017-2021 ambapo wafanyakazi wa vyuo vikuu wanaidai jumla ya shilingi bilioni 7.9. Hebu tusikilize kinachoendelea katika bunge. Let's allow the Ministry of Education to make presentation, but
we shall know in our discussion that if there is a gap, we shall invite SRC to appear. Proceed, Waziri. Thank you, Chair. Chair, we are here following your invitation to us to discuss the petition on the funding of the collective bargaining agreement for employees of the public universities and colleges of Kenya. The bargaining collective bargaining agreement for 2017, 2021 and 2025, 2029. Bila shaka huyo ni Julius Migos Ogamba ambaye ni waziri wa elimu akielezea ufadhili wa elimu hususan ule mkataba wa maelewano wa kurudi kazini wa mwaka 2017-2021 kati ya Wizara ya Elimu, vyuo vikuu na wafanyakazi wa vyuo vikuu, jinsi ambavyo ulifaa kufadhiliwa. Hadi kufikia sasa wahadhiri wamedinda wakisema hawatorudi darasani hadi bilioni 7.9 zitakapolipwa. Mazungumzo haya yanaendelea. Mwanahabari wetu Musungu yuko pale, atatupasha kwa kina kwenye taarifa zetu zijazo ni yapi yameafikiwa, ni upi mwelekeo wa mazungumzo hayo. Maana yake kumekuwa na mazungumzo kadha wa kadha, lakini yamefeli kuweza kuafikia malengo na kuweza kuafikiana kati ya pande hizo tatu zinapokutana. Tumalizie mazungumzo ambayo tumekuwa tukizungumza hapa studioni kuhusiana na masuala ya mabadiliko tabia nchi, tukizungumzia kongamano la 30 la COP30 ambalo litakuwa likifanyika kule mji wa Belem, ambapo ni moja ya miji iliyopo katika msitu wa Amazonia ambao ni msitu muhimu sana duniani. Na Brazil kupeleka kule walikuwa na malengo na madhumuni, wakisema kwamba tunapeleka kongamano hili kuhakikisha dunia inafahamu umuhimu wa msitu wa Amazonia. Hapa Afrika tunazungumzia msitu kama wa Kongo ambao ndio mapafu ya ulimwengu katika kuweza kunyonya hewa chafu ile ya kaboni ambayo inaathiri mazingira. Lakini je, mikakati ambayo imewekwa hadi kufikia sasa imeafikia nini haswa? Na je, tunapoelekea kule, Kenya tayari imetangaza NDC 3.0. Je, NDC hizi zinaweza kutekelezwa vipi, hususan pia kwa mataifa ama katika kaunti zetu? Almasi. Naam, NDCs bila shaka zinahitaji hela. Kuna jambo wanaliita National Collective Quantified Goal ambayo inaeleza kupitia NDC hii ama agano hili ambalo tumeweka, tunahitaji takriban ya pesa fulani kuingia katika adaptation, tunahitaji takriban pesa ya kiasi fulani kuingia katika mitigation, na sasa katika hii NDC 3.0 ambayo itaanza 2031 to 2035 utapata pia wameweka pia swala la loss and damage pale ndani. So inarudia tu pale pale, ni mbinu gani ama ni mikakati gani ambayo ni endelevu ambayo tunaiweka sisi kama nchi kwanza na kama wanajamii ili kuweza kuweka mchango wetu wa kirasilimali ili kuwezesha kufikia malengo haya katika NDC, na pia kuendelea na msukumo katika kimataifa ili kuwezesha kubadilisha ahadi kuwa pesa kweli za kweli ambazo zinafika mpaka mashinani. Naam, NDC hizi Ante kumezungumzia toka mwanzo sana, lakini zinakuja na gharama kubwa zaidi. Kuna mahali katika NDC ile inasema tutategemea kiwango fulani kutoka kwa mashirika ya ufadhili. Tayari kuna taifa kama la Marekani limeondoa mkono wake katika kutoa ufadhili. Hii inaashiria nini? Wacha nikupe mfano na kwa nini tunasema NDC. NDC inaonyesha kuwa kwa kila sekta ni serikali itafanya nini. Kwa sekta ya maji tutaweza kuconserve ama kufanya investment ya maji kiasi gani. Kwa agriculture ama kwa ukulima ni nini ambayo tunaweza yafanya. Kwa maneno ya afya, kwa maneno ya energy, hizo sekta zote ambazo zinakuwa affected na climate change. Ambazo kwa hizo sekta inasema kwa each sector tunaweza weka kiwango fulani ya fedha. Na pia wanaongelea kazi, what is the role of the national government na ile ya government ya ugatuzi. So inamaanisha kuwa nilikuwa nimesema tunahitaji pesa fulani
nilikuwa nimesema tunahitaji 2.8 trillion katika Afrika. Na kila serikali imesema sisi tutatoa hii fedha, lakini tunahitaji ufadhili wa kiasi fulani kutoka miji zingine. Na utapata wakati mwingi hiyo pesa haikuji. Hiyo pesa tunapata pesa kwa kiwango kidogo ambapo haitaweza kuimplement hizi NDC. So inamaanisha kuwa kama serikali tunafaa pia kutoa pesa zetu. Na ukiona kuwa katika mipangilio ama sheria za county za climate change, wacha pia niseme kuwa Kenya ni nchi mmoja ambazo zimeweza kuweka sheria za mabadiliko tabia nchi katika serikali ya ugatuzi, ambazo ni mataifa karibu 3 barani Afrika ambazo zimeweza kufanya hivyo. So hiyo ni progress already. Na najua katika kila county wameweka fedha 2% to 0.5%, ndio? Ambazo si pesa nyingi na si kidogo, lakini imeonyesha pia makaunti zinaweza fanya kazi yao ya mabadiliko tabia nchi. Tunasema kuwa hizo fedha hazitoshi. Tunafaa kuongezea fedha nyingi zaidi ndio tuweze kukabiliana na mabadiliko tabia nchi. Tunafaa pia kuangalia ni fedha vipi tunaweza pata katika donors nyingi ndio tuweze kusupplement pesa ambayo tunayapata. But mwenzangu alituambia kuwa miji nyingi barani Afrika bado ina struggle na kulipa debt. Percentage ya pesa yenye tunapata katika barani Afrika katika kila taifa, most of them, almost 60% inatumiwa kulipa hizo madeni. So unaweza imagine uko na hizi deni za kulipa na uko na kazi ya kuzuia mabadiliko tabia nchi. Ndio maana tunaenda COP kusema kuwa muweze kutupea fedha zaidi ndio tuweze kuweza kuzuia hayo maradhi. Eda, tunawekaje hiyo ratili? Manake NDC zinazungumzia tunataka kuweka hiki, tunataka kufanya hiki, na pia tunategemea kwamba kuna mfadhili wa aina hii. Narudisha ile swali la Marekani. Marekani imeondoa ufadhili wake katika vitu vingi sana. Tuko katika athari ipi haswa iwapo Marekani haitakuwa inatoa ufadhili wake katika masuala haya mazingira? Nikiangalia kwa hiyo side ya Amerika na decision yao, ni kabisa wao hawajaelewa kwa nini haswa. Nikiweza sema kwa nini yangu, mbona tunafanya hiyo tena, mbona tunahitaji? Wao wanaona ni kama sisi tunataka tu pesa, but sisi wenyewe tunaumia na tunahitaji, na si ati tunawaomba ama tunawabeg. Ni sisi pia kukuja na suluhisho ya sisi kwa sisi, na ili kufikisha kwa hiyo NDC ndio maana tuna implement this mitigation project that will support on that, na inawasaidia wao kureduce emission yenye wao wanatoa. Sasa kwa Marekani kidogo, kwangu ni tusilalie hiyo wao kutoka. Tuko na njia zingine nyingi sisi wenye tumebaki tunaweza saidiana ili tupate suluhu zetu wenyewe. Tupate suluhu zetu. Manake SES2 ilikuja na moja ya vipengele vyake yale makubaliano maafikio ni kwamba Afrika tunayo suluhu yetu sisi wenyewe tukipewa nafasi. Unaliamini hilo, tunalo suluhu yetu sisi wenyewe? Tunayo suluhu yetu sisi wenyewe. Kama goal yetu ni reduce the emissions, tukienda na njia ya mitigation kwanza, hiyo ni a very good thing to protect our own forest. Hiyo ni kwetu sisi kwanza, tunanufaika hata kushinda wao. Sisi wenyewe ukichunga msitu yenye iko karibu na kwangu, mimi kwanza napata benefits mingi sana before wao kwanza wapate. Sasa suluhisho yetu wenyewe pia ni kwa hiyo, kwa kuchunga mazingira yetu na kuiweka kwa safi, ndio tukianza kuwa hold pia accountable. Wakikuja wasije, sisi wenyewe tuko vizuri. Alafu sasa ndio tunaweza ingia into mahusiano na wale wengine wenye wamekubali, kama kina Japan na kina China. Hao ndio tunaweza elewana nao, wakikubali, wakiona pia sisi tunaweka efforts kwa kazi yetu na kufanya mambo yetu sisi wenyewe na suluhisho zetu. Tunalo suluhu Afrika kweli? Manake tunajisifu kwamba tunazo madini ambayo yanaweza kuzalisha kawi, kalmasi, tunavyo viwango vya maji ambavyo vinaweza kufanya kwamba tufanye kilimo cha unyunyiziaji mashamba maji. Lakini kitu ambacho kinakosekana katika haya yote
ni teknolojia, ambayo teknolojia hii bado wanayo wao na ni moja ya malilio hawajataka kuyatekeleza. Ukosefu wa teknolojia na pia ufisadi. Kwa sababu hatuwezi sema ile nafasi tuliokuwa nayo miaka 10 iliyoko bado tuko pale pale. Tuko na vyuo vikuu ambavyo vinaelimisha watu, kama ni kwa mambo na uhandisi wa mafuta, ni uhandisi wa aina yoyote. Tuko na vyuo, tuko na scholarships ambazo zinapatiana kwa wanafunzi wa Kiafrika kutoka shahada mpaka stashahada ya kwenda kusomea mambo kama haya. Kwa hivyo nina imani kuwa kwa sasa tunavyozungumza tuko na wataalamu wengi sana ambao ni wa Afrika na ambao wanaweza fanya nini, wanaweza changia utaalamu wao ili tuweze kutumia rasilimali zetu kwa njia endelevu. Shida ni pale kwa ufisadi. Wawekezaji, wanabiashara, mabwanyenye ambao labda wanaona wanapata faida zaidi ikiwa watafanya biashara hiyo na makampuni ambayo yametoka nje, ikiwa watafaidi zaidi na teknolojia ambazo zimetoka nje. Kwa hivyo tunahitaji kudhibiti kwa sasa, tujue katika teknolojia tumefikia kiwango gani na ni Waafrika gani ambao tunaweza watumia ili tuweze kujifaidi sisi wenyewe, kwa sababu ziko nchi ambazo zinapata madini, zinapata mafuta, lakini utapata zile pesa ambazo zinatokana na rasilimali zao zinawafaidi pakubwa wao kuliko nje. Kwa nini sisi kama nchi za Afrika tusiweze kufanya jambo kama hilo? Kwa hivyo linawezekana. Tunaweza kweli, Antek, manake nitarudi kuuliza swala la kile kitengo cha kuangalia ubunifu humu nchini Kenya kwanza, lakini je, sisi wa Afrika tunaweza tukipewa pesa na tukipewa nafasi kushughulikia matatizo yetu wenyewe? Manake nikimkumbuka Abiy Ahmed katika hotuba yake ya ufunguzi alisema kwamba Afrika haifai kuwa katika meza ya kwamba ni ya kulia kila siku. Inafaa kuwa katika meza ya kuleta suluhisho. Suluhisho ni lipi ambalo Abiy Ahmed alikuwa analiona? Mwanzo barani Afrika kuna mtu alisema sisi ndio matajiri zaidi katika bara zote. Tuko na zile critical minerals, tuko na mafuta vile mwenzangu amesema, tuko na mashamba ambayo yanaweza toa chakula. Kuna mtu alisema in the next years to come Africa ndio itakuwa inalisha bara zingine. Tuko na forest, like kama umesema, tuko na Congo forest. Tuko na mafuta. Ni kujipanga tu, ni kujipanga na kuweza kutafuta teknolojia zetu. Tuache ile ufisadi, tuweze kuweka mikakati zetu ndio tuweze kuendeleza hayo hii teknolojia. Tusishinde tu tukisema tunataka teknolojia. Sisi wenyewe tunaweza, ni kuweka tu mipangilio. Ndio. Na hii taasisi ya Kenya ya ubunifu hususan na masuala ya mabadiliko tabia nchi, kwa kiwango gani mwasaidia wabunifu Kenya? Almas. Unasema Kenya Climate Innovation Center, sio? Yes, ndio. Naam. So jambo la kwanza ambalo nimeona wakitumia mfumo wa jambo linaitwa incubation. Wewe ni kijana ama ni mtu ambaye uko na uvumbuzi fulani, lakini huyajua ni vipi utaweza kuanzisha ama kuliendelezesha. Kuna trainings ambazo wanapeana, ikiwemo pia utumizi wa fedha na masuala kama hayo, mambo ambayo ni technical sana, ambayo inamfanya kijana ama mwanamke ama mtu kutoka kwa jamii ya kiasilia asiweze kuweza kufanya ule mradi wake vizuri. Kwa hivyo katika jambo la ujuzi na kuweza kupatia ile mentorship na muongozo, yani vipi unaweza hata kuzalisha jambo hilo mpaka ukaweza kulitekeleza mpaka mwisho wake. Nafikiri labda pale ikikuja kwa fedha, maanake kuna ujuzi ndio na pia kuna fedha sasa ambazo unazihitaji ili kuweza kuweka ule mradi ukakuwa sawa na ukaweza pia kutumika na kusaidia jamii. Hapo pia ndo kutakuwa kuna changamoto kidogo, utapata labda aidha zile pesa zinazotolewa hazitoshi na pia wavumbuzi ni wengi. So pia tukisema nalalamika,
kwa sababu ukipatia laki zako 2 kuna mwingine anahitaji pia, na kuna mwingine anahitaji, na kuna mwingine anahitaji. Kwa hivyo ni kuzidi tu kusisitiza mbinu za kuleta hela kwa zaidi sisi kama serikali wenyewe, na pia katika mazungumzo yetu ya kidiplomasia kuweza kupata ufadhili. Eda, nichukue neno lako la mwisho, kauli yako ya kufunga ni ipi? Naweza funga nikisema pia sisi kama vijana wenye tu umesema sisi ndio suluhisho hivi sasa, na pia kwa wale wenye ni wametembea mbele yetu kuweza kwa hii mambo ya climate, kuna vijana wengi sana wenye wako na solutions pia kama sisi wa Afrika, kama mwenzangu hapa tukiwa hold on juni wao hizi decisions zote zenye zinatengenezwa ni sisi ndio itakuja kutu nini in the next 5 years kutusaidia tuongezwe kwa hizi meza, tukubaliwe kuketi pia sisi tupeane suluhisho yetu na what we see is the right and what can be implemented. Na pia kwa women hizi tables kila mtu akubaliwe kuketi come up with a solution and according to pali ametoka na pia kwa nchi yao, because sisi ndio tuna in 5 years time, in 10 years time ni sisi ndio hizi zenye solutions zimewekwa saa hizi zitatu affect. So when we'll be seated there tutaiona in future hii na hii ukweli inaingiana na sisi na fahari. Asante sana. Ante, kwa dakika moja kauli yako ya mwisho. Kwangu ni kuwa tukienda COP lazima maneno ya kwa communities ishughulikiwe na maneno ya kina mama ndio tuweze kusolve maneno ya climate change. But pia sisi kama mama tulisema tuweze kuongelea vitu nye tumeongelea kwa muda mrefu. Tunafaa kuangalia maneno ya reparations, maneno ya hizi structural financial system, kwa sababu hiyo pia ina affect maneno ya financing climate change. So ama maneno ya kupeleka kotini wale ambao wanachafua mazingira. So tunafaa kufikiria vitu tofauti ndio tuweze kuaddress maneno ya mabadiliko tabia nchi. Asante sana. Almasi, kauli yako ya mwisho. Mimi tu ni kutoa msisitizo kuwa kama taifa tuzidi kujipanga kisheria, tujipange kirasilimali, tuweze kuwa na angalau katika matatizo yetu tuweze kutatua angalau 60% na labda 40 ndio tuitishe msaada kutoka nje. Pia kumhimiza rais aweze kuweka lile baraza lake la mabadiliko ya tabia nchi. Vijana wako na hamu, manake katika amendments zilizofanywa kunafaa kuwa na mwakilishi wa vijana pale. Kwa hivyo tunasubiria kwa sana aweze kuwekeza, manake ni sheria ndio inahitajika baraza hilo liwe na mambo yaendelee kwa sawa. Kufikia hapo sina la ziada, sitaki kuongeza mengi. Mimi naitwa Suleiman Yeri, kwa heri, ubaki na wingi wa kheri, uwe na mchana mwema.